السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما بعد كشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متومة محمد صلى الله عليه وسلم. Leo inshallah tutaingia katika mlango wa 6 katika kitabu chetu hiki cha Tuhfatul Atfali, tukiwa tunakisherehesha. Mlango huu wa 6 shekhe ameanza kwa kuandika kichwa cha habari kuwa fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Anaelezea herufi ambazo zenye kukutana, herufi mbili zenye kukutana ambazo imma ziwe mithlaini, zimemithiliana, manake zote zinatoka tokeo moja na sifa pia moja. Wal mutaqaribaini, au inawezekana zikawa mutaqaribaini ambazo zinakaribiana matokeo. Wal mutajanisaini, au ikawa inawezekana ikawa mutajanisaini. Na mutajanisaini ni ile ambayo imetofautiana sifa lakini matokeo ni mamoja. Kwa hiyo hapa ataelezea hizi zote, lakini kuna moja katika hizi hajazielezea kutokana na kule kutosheka kwake katika kuweka katika mlango ule wa idhhar. Akuona umuhimu, lakini kingine alichochunga ni kutorefusha beiti kuwa kubwa au kuwa nyingi, ili kumwepesishia yule ambaye atakaye hifadhi hizi beiti. Wallahu a'lam. Na ambayo akuiweka tutaanza nayo hiyo, kisha tutaelezea nyingine kwa uchache ambazo zishaelezwa katika kitabu chetu hiki cha Tuhfatul Atfali. Ambayo jaielezea ni inaitwa mutabaidani, herufi mbili ambazo tabaada makharijuhuma, matokeo yake yapo mbali, baina al-mashriqi wal maghrib, tokeo moja lipo kule nyingine lipo huko, kama tulivyoona katika herufi ya nun. Herufi ya nuni tokeo lake liko mbali, tokeo lake lipo mbali. Nuni inatokea katika tarafu lisani, nchani mwa ulimi, lakini kwa kushirikiana na fizi, meno ulimi unaingia ndani ya meno ya juu, ndani ya ufizi wa meno ya juu. An-nun, nun inatokea huko, lakini pia herufi za halqi zinatokea koni. Kwa hiyo kutokana na kuwa mbali baina ya matokeo, basi inakuwa inatokea nini? Idhhari. Kwa hiyo hii ndio inaitwa mutabaidani, ni herufi mbili ambazo matokeo yake yapo mbali, matokeo yake yapo mbali. Na hii hukumu yake ni nini? Hukumu ya hii ni idhhar, kama tulivyoona katika herufi ya nuni sakina au tanwini ikikutana na herufi za halqi inafanyika idhhari hukumu yake. Sasa tutaingia katika nyingine hizi ambazo katika herufi zenye kufanana shekhe ambazo amezieleza katika kitabu chake hiki. Shekhe anasema in fi sifati wal makharij ittafaqa harfani falmithlani fihima ahaqqa. Ikitokea herufi mbili in fi sifati, herufi mbili zikakubaliana katika sifa, wal makharij, na matokeo yakawa ni mamoja, tokeo lake likawa moja, lakini pia sifa zikawa zote sawa, zipo sawa, basi hiyo harfani falmithlani, hiyo itaitwa nini? Mithlani. Fihima ahaqqa, katika hizo mbili, herufi mbili zilizofanana matokeo na sifa zitakuwa nini? Zinastahiki kuitwa mithlani. Fihima ahaqqa, zitastahiki kuwa nini? Mithlani, herufi mbili zilizomithliana. Na hukumu ya hii mithlani, hukumu yake ni al-idghamu. Mfano wake
mfano wa qulla, lam sakna imekutana na lamu nyingine ambayo ina haraka qulla, lakini zote ni lamu, maana yake tukio lake moja na sifa zake zinafanana. Hiyo ni ya pili. Kisha shekhe anaendelea anaielezea ya tatu, anasema wa in yakuna makhraja taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini, ikitokea matokeo yake yamekaribiana, wa fi sifati ikhtalafa, lakini katika sifa zikawa zimetofautiana. Matokeo yanakaribiana lakini sifa zipo tofauti, basi yulaqaba, hiyo itapewa laqabu, itapewa jina mutqaribaini. Jina la nini? Mutqaribaini. Kwa hiyo mutqaribaini au mutaqaribaini ni zile herufi mbili ambazo makhraji yake yamekaribiana, matokeo yake yamekaribiana, lakini sifa tofauti. Na hii mutqaribaini au mutaqaribaini, hukumu yake, hukumuhuma, herufi mbili hizi hukumu yake al-aslu inda al-Hafsi al-idhhar, asili katika riwaya ya Hafsi an Asim, asili yake riwaya hii ya Hafsi ambayo sisi tunaisomea Afrika Mashariki, asili yake ni kufanya nini? Idhhari, hukumu yake idhhar. Mfano kadhabat thamudu. Kwa hiyo kadhabat, ta na tha ni herufi mbili ambazo matokeo yake yamekaribiana lakini sifa tofauti. Kwa hiyo hapa inabidi ifanyike idhhar, na hili ni kosa ambalo watu wengi huwa wanafanya katika kusoma hii mutaqaribaini. Unakuta wengine wanachanganya kwa kufanya idghamu baina ya herufi mbili hizi. Unamkuta mtu anasema kadhabat thamudu, lakini inatakiwa kumbe ifanyike kwamba kadhabat thamudu, kadhabat thamudu. Ta unaipa sifa zake mbili, ambayo ni sifa ya shidda kule kuibana kwako ile ta kadhabat, na pia unaipa sifa yake ya hams ambayo ni ile jarayanu nafasi, kutembea kwa sauti, ambayo kuiachia kwako kule kadhabat, kisha unaenda kuitamka ile tha kadhabat thamudu. Kwa hiyo hii ni mutaqaribaini. Mfano mwingine wa mutaqaribaini ni qad sami'a, qad sami'a. Qad, dali imekutana na sini, dali na sini matokeo yake yanakaribiana lakini sifa ni tofauti. Kisha shekhe anaendelea anaitaja ingine ambayo ni ya nne, wa yakuna ittafaqa fi makhraji duna sifati huqiqa bil mutajanisaini, na ikitokea ittafaqa fi makhraji, herufi mbili zimewafikiana, zimekubaliana katika matokeo, duna sifati, lakini katika sifa huqiqa hazijawafikiana, basi hiyo itaitwa bil mutajanisaini. Kwa maana mutajanisaini ni herufi mbili ambazo ittafaqa fil makhraji, matokeo yake ni mamoja, matokeo yake ni mamoja, zote zinatokea katika tokeo moja, lakini sifa zake zipo tofauti, baina al-mashriqi wal maghribi. Ndio hapa akasema, baada ya hapo tutaangalia hii mutajanisaini, hii hukumu yake ni nini? Herufi mbili ambazo zimekubaliana matokeo lakini sifa tofauti, hukumu yake ni nini? Hukumu yake hii ni idgham. Kwa mfano neno idh dhalamu, dhali na dha, kwa hiyo hapo utafanya idgham. Idh dhalamu, ile dhali utaiingiza katika dha. Qad tabayyana, dali na ta utafanya nini hapo? Idgham, kwa sababu hii ni mutajanisani, herufi mbili zilizowafikiana matokeo bila ya kuwafikiana sifa. Kisha shekhe anaeleza sasa vigawanyo vya kila moja katika hizi aina tulizozisoma za herufi mbili. Anasema kwamba thumma in sakan awwalu kullin fasaghira samian, ikiwa herufi ya kwanza itakuwa ina sakna katika vigawanyo vyote hivi vinne ambavyo tumeviona hapa, ingawa shekhe ika vitatu.
katika vigawanyo vyote ikitokea herufi ya kwanza katika hizo herufi mbili, ya kwanza ikawa ina sakna na ya pili ikawa ina haraka, wanasema thumma in sakan awwalu kullin fasaghira samian, basi hiyo itaitwa saghir, kwa maana inaweza ikawa mutabaidani, ikaitwa mutabaidani aina ya kwanza saghira, ambayo herufi ya kwanza ina sakna, ya pili ina haraka. Au inaweza ikawa katika herufi mbili za nini, mutajanisani, pia itaitwa ya kwanza ikiwa ina sakna, ya mwisho ina haraka, itaitwa pia saghir. Lakini pia inaweza ikawa katika mutaqaribaini, lakini inaweza ikawa pia katika mutamathilaini. Kwa hiyo zote hizo zina vigawanyo viwili, nataka eleze kwamba zote zina vigawanyo viwili, kwa maana kuna saghir ndogo na kubwa. Kubwa ni ipi? Sheikh ataimalizia kwa kusema au hurrika alharufani fi kulli faqul, au ikitokea herufi mbili zote zikawa zina haraka, ya kwanza ina haraka na ya pili pia ina haraka, basi faqul, sema kullun kabirun, sema hiyo ni kabir, kubwa, wafahamanhu bilmuthul, nafahamu hivyo kwa mifano. Kufikia hapa tutosheke na haya machache. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.